5% wanafika mbali. Ndo maana tena 5% kubwa. Kwa baadhi ya watu ni watu ni kweli. Wewe ni mwanaume, mtuambie ni kweli. Wanapenda wao. Je, mapenzi ya chuoni ni uwekezaji au upotezaji wa muda? Unaweza kusema hamna mapenzi ya kweli na kuna mtu akapata mtu wake sahihi. From chuo akaenda wote mpaka ndoa. Ila mtu akishafika chuoni, tunaelewa wanaokuja chuoni ni watu wakubwa. Ndio, mimi mwenyewe nadhani ni hivyo. Ni watu wakubwa ndio, ila kumbuka somehow ina lose concentration darasani, kwenye masomo, na pia unabidi ubalance cha kwanza. Baada ya kushapigwa tukio, yani ile hit and run akili inapokaa container jipya. Kila mtu anakuwa curious. Anatamani kuona vitu gani vinakuja. Vitu gani? Swali langu lingine, wanaume wa chuo hawako serious, maana wadada kwa kublame wanaume hatujambo. Obviously hapo serious. Mambo vipi wadau wetu wa nguvu sana? Leo kwenye The Youth Talk Podcast mtakuwa na mimi host wenu Catherine. Ninawaletea mada moto, mada yenye kusisimua, mada yenye kufurahisha lakini pia inahuzunisha, lakini pia ni mada inayohusisha uhalisia wa vijana wengi wa chuo. Mada yetu leo ni, je, mapenzi ya chuoni ni uwekezaji au upotezaji wa muda? Nikisema uwekezaji na maanisha ni yale mapenzi yanayotazamia future au ni yale mapenzi ya kusaachia kama vijana wengi tulivyo. So kwenye podcast yetu leo tumetembelewa na vijana wawili kutoka vyuo vikuu ambao nitaenda kuwaruhusu wajitambulishe, then tutaenda moja kwa moja kwenye mada yetu. Na kama ada, protocol lazima ifuate. Ladies first. Karibu dada. Asante. Kwa jina naitwa Nasim Hassan, natoka chuo kikuu cha Mzumbe. Karibu sana. Karibu kaka. Asante sana. Yangu majina ni Jonas Andochius. Na mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe. Karibu sana kwenye The Youth Talks Podcast. So kama nilivyokusha kuelezea mada yetu, mapenzi chuoni ni uwekezaji au upotezaji wa muda. So leo tuko hapa kuona mtazamo wenu juu ya hili swala. Sawa? Karibuni sana. So kabla hatujazama ndani zaidi kwenye mada yetu, ningependa kuuliza swali. Je, mpo kwenye mahusiano au msai kujihusisha na mahusiano chuoni? Tutaanza na kaka hapo. Mimi kwa upande wa chuoni bado. Kwa nini bado? Hujaona wanaokuvutia au ni vipi? Hapana. Ili sio moja ya malengo yangu ambayo nimejiwekea kwa kipindi hiki cha miaka 3 hapa chuoni. Sawa. Dada yetu, karibu tuambie. Kusema ukweli ishawahi kuwa zamani, ila sasa hivi. So mtazamo wenu ni upi kuhusiana na swala la mahusiano chuoni? Je, ni kweli anaweza kupelekea future au tunapotezeana tu muda chuoni? So unajua vijana wengi mambo mengi na ujana maji ya moto. So mnaonaje kuhusu hili swala? Kwa upande wangu naona ni kupotezana muda. Kwa nini? Kunaweza kupotezeana muda? Kwa sababu wote mnakuwa wadogo, bado hamjielewi. Kuweka zile strategic, yani kuwa na malengo kabisa. It's very hard. Wewe mwenyewe unaelewa. Ila mtu akishafika chuoni, tunaelewa wanaokuja chuoni ni watu wakubwa. Ndio, mimi mwenyewe nadhani ni hivyo. Ni watu wakubwa ndio, ila kumbuka somehow ina lose concentration darasani, kwenye masomo, na pia unabidi ubalance cha kwanza. Naomba nikukatishe kidogo hapo kwenye ku lose concentration darasani. Kwenye maisha yako ya chuoni au maisha yako ya mahusiano chuoni, wewe ushai ku lose concentration, labda ikakupelekea kufeli kwenye masomo au kaona marafiki zako wakifeli kwenye masomo kisa mapenzi? Personally kwangu mimi a bit yes. Nishai ku lose concentration darasani, ila sio sana kupelekea kama ni feli kupata GPA ndogo, hapana. Ila kuna ile una lose concentration kidogo. Lakini naweza nikaja kwa perspective nyingine. Yeye ameongelea kwamba mapenzi ni kupotezeana muda, ila mimi naweza nikakataa, japo siko kwenye mahusiano, ila naweza nikakataa. Unawezaje kutushawishi kwamba mapenzi chuoni sio kupotezeana muda na hujawahi kuwa kwenye mapenzi? Hapana. Tunaona baadhi ya watu
wakubwa tena wametoka hapo, wanasema walianzia hapa mahusiano. Okay. Hadi baadaye wakaja kuoana. Yani hapa chuo tuseme kwa mfano uanzishe mahusiano. Ndio. 5% wanafika mbali. Ndo maana nikasema kwa baadhi ya watu kwa baadhi ya watu ushasema baadhi ya watu, yani ushasema baadhi ya watu, sio wote. Ndo maana nikasema kwa baadhi ya watu in another perspective inaweza ikawa nini, sio kupotezeana muda kwa wale ambao washajiwekea malengo tayari. Okay, sasa mimi napenda niulize swali hapo. Umeongelea swala kwamba kuna wale ambao tayari wameshajiwekea malengo, si ndio? Na kuna wale pia wenzetu wa gusa achia. Ndio. Sasa kwa madai yetu ya mapenzi chuoni, wewe unahisi mapenzi chuoni yanajenga au yanaweza kumsaidia mtu, au ndio ile kupotezeana muda completely, yani hamna unachogain chochote yani? Mimi naona wanajenga. Kwa upande mwingine wanajenga. Okay. Wanapata experience ya maisha. Mambo yanavyoenda, inakukuza kiakili. Na msaada kimasomo labda. Inategemea na wewe, kichwa chako kilivyo. Kwamba mpenzi wako utakayekuwa naye kwenye masomo, utakayekuwa naye kwenye mahusiano, na maanisha hawezi akakusaidia kimasomo maybe. Hapana. Au akakupush labda kufikia lile lengo. Kuna wengine wanaweza kukupush na kukusaidia ukafika kwenye lengo sahihi. Sasa ukipata ambaye anaweza kukupush, okay. Hilo kwa kweli na mimi naungana naye, kwa sababu kuna wengine unaona washatengeneza, yani tunaita teamwork, wanasaidizana kufikia lile lengo ambalo yani walianza nalo kwa kuaidiana labda. Okay. Wanasaidizana ili kufikia lengo fulani, na mwisho inakuwa uwekezaji. Okay. Hata kama baadaye wasipoana labda tuseme hivyo, ila inakuwa uwekezaji, kwa maana ya kwamba kuna urafiki, yani kuna na urafiki ambao utatengenezwa baada ya hapo. Sio wote ambao wakitoka kwenye mahusiano wanakuwa maadui. Okay. So kwa karne hii ya Gen Z ambao tumeongelea swala pia la gusa achia, naona ile tuko kwenye mahusiano, muda uende, baada ya muda kila mtu na mambo yake. Je, unahisi heartbreak inaweza ikamuaffect mtu kiasi gani labda kwenye masomo, au ndo Gen Z ile umegusa achia na mimi nagusa achia, amna cha heartbreak, umeniacha sasa hivi dakika 5 mbele tayari na mtu? Ila hapa vijana wanasemaje? Cha kwako peke yako ni kaburi, au sio? Kwa hiyo usije ukategemea. Muda mwingine of course utakuta baadhi ya watu unakuta ni wale yani wako the couple, yani ni waaminifu. Okay. Ila kwa wengine atakwambia cha kwako peke yako ni kaburi. Kwa hiyo anakuwa huku anaweka mguu mmoja mwingine nje. Kuona hisi zile heartbreak labda, yani hata kama ndo mguu mmoja ndani mguu mmoja nje, hazina changamoto maybe kwenye masomo au kwenye saikolojia ya kijana chuoni, yani haiwezi kama affect chochote? Hiyo ina affect sana. Okay. Na mimi nimeona kubwa sana ina affect. Asasa kwa sisi wanawake. Kwa nini asasa kwa wanawake? Kwamba sisi ndo hatuwezi kugusa na kuachia emotion badala akili. Okay. Kama unajua hilo, wanawake tunatumia sana emotion. Yani paka kuja kutumia akili ni baadaye sana. Baada ya kushapigwa tukio, yani ile hit and run, akili na kukaa. All that time walikuwa wanatumia emotions. Okay. Kuna mwingine atakwambia kwamba wanaume hawapendi ila wanatamani. Ni kweli, wewe ni mwanaume, mtuambie ni kweli. Wanapenda wao wanafanyaje? Wanatamani ila hawapendi. Ila ndo maana mimi nimekuambia kwamba mimi siko kwenye mahusiano, sio priority yangu, ndo maana siwezi kwenda deep kwamba kusema kwamba ni kweli au si kweli. Okay, sasa ngoja nije kwako direct. Kwenye swala hili la mapenzi chuoni, hujawahi kupata ile pressure, maybe influence from friends kuhusiana na masuala ya mahusiano, wenzako wanakuja na girlfriends wao, wewe ile pressure haijawahi kukuathiri yani? Ili kuepukana na hayo, inabidi yani huwa najikeep busy na mambo mbalimbali. Okay.
Sasa na hakika una kikundi cha marafiki, si ndio? Ndio. Kwenye kikundi chenu mkitoka, maybe wenzako wamekuja na wadada wao marafiki nadhani mimi sijawahi ambatana na watu wakiwa na labda wachumba wao, lakini wao wananishauri labda Andochusi, kuna dem fulani. Au wewe mwenyewe hujawahi kuona mwanamke ukasema yule anatamani? Mimi ni mwanaume, ninahisia, naona. Namshukuru Mungu kwa uumbaji, hapo mambo yanaendelea. Okay, kwa hiyo the pressure doesn't affect you. Ndio tuseme wewe tangia ufike chuo hujawahi kumfuata mwanamke, hujawahi kumtongoza? Hapana. Hujawahi kuwa hata na tamanio la kuwa na mwanamke? Lazima muda mwingine unaweza ukatamani, ila unakumbuka yale malengo uliyojiwekea kwamba hayaruhusu. Kumbe kuna wenzetu wako serious sana. Wachache sana. So kwenye mahusiano yako wewe dadangu, ulishawahi kupitia heartbreak maybe? Heartbreak ni kitu cha kawaida. Okay. For this century, kama majenzi, heartbreak ni kitu cha kawaida. Na baada ya heartbreak kuna ile unasema labda nijipe muda, nitatulia kidogo then nitatafuta mwingine, au na wewe ndo dakika 5 mbele? Sidhani kama kusema sijui kuna healing stage itasaidia. Sidhani kama kuna iko kitu kipo, ndio. Ila ni jinsi utakavyojiwekea kichwani, utakavyo how to deal with the situation. Una deal vipi, unafanyaje, yani after the heartbreak unafanyaje? Sasa nina swali hapa. Watu wengi wakifika chuoni huwa wanaingia kwenye mahusiano, au hata baada ya muda huwa wanaingia kwenye mahusiano. Je, unahisi vijana wengi wanatumia mahusiano kama njia ya escape stress au vipi? Yani kwa nini watu wengi wanajihusisha kwenye mahusiano? What I know, mahusiano is not about escaping from stress. Kwa sababu exactly. Yani watu wengine kwa hilo swali uliloliongelea, watu wengine wanaingia kule kwa sababu ya peer pressure. Kwa mfano mtu akisema kuna container jipya linaingia, wanapanic. Sidhani kama hiyo siku hizi bado ipo. Ipo bana. Ipo. Container jipya. Kila mtu anakuwa curious. Anatamani kuona vitu gani vinakuja. Vitu gani vipya vinakuja. Mtu atakwambia pale kuna container limeshuka toka China. Hata kama ipo, ila siku hizi imepungua kuliko zamani. Zamani ilikuwa first year imekuja, siku hizi imepungua sana. Okay. At some point imepungua. Sawa. So tuseme hapa sasa hivi ukapewa option 2 kati ya kupata GPA kubwa au kupata yule mpenzi unaitamani uanzishe naye maisha. Akaja mtu yuko very serious, anatamani kuanzisha nawe maisha, yuko very committed, au kupata GPA kubwa. Unachagua kitu gani? Kupata GPA kubwa. Kwa nini? You better deal with yourself first. Au uogopi maybe in the future ukitamani mtu wa kuanzisha naye maisha? Hiyo ni mipango ya Mungu. Wewe kama umepangiwa Hamisi, ataenda atarudi Hamisi atakuja pale. Yaani kama umepangiwa mtu fulani atakuwepo pale. There's no need of rushing things out. Yeah. Okay. Na mimi ni GPA kwanza. GPA kwanza. Yeah. Au mengine yatafuata baadaye. Achievement, faulu maisha. Hivyo vitu vitakuja tu. Okay. There's no need of hurrying up things. Wanasema time will tell. Yeah. Yeah, time will sasa tell. Twende kwenye generalization. Yeah. Sindio? Tumeongelea hii mada ya mapenzi chuoni kama ni kujenga au kupoteza muda. So kwa general mitazamo yenu, yani mitazamo yenu ya general, mnye mnahisi vipi? Haya mapenzi yanasaidia au ndo kupoteza muda au ndo inakuwaje yani? Mi kwa upande wangu, yani msimamo wako? Mi msimamo wangu siwezi kuwa na msimamo hasi au chanya, ila ambacho ningependa kusema kwamba mimi huwa na msemo mmoja, huwa ni wa Kilatini ambao wanatamkaga vita vivenda noni vitanda. Yani kwamba life is to be lived and not avoided. Yani kwa muda huu mtu atakacho kiona kinamfaa na kitamfikisha mahali fulani na afanye. Kweli. Yeah. Okay.
So kwenye mahojiano yangu mimi na nyie mmesema kwamba mapenzi yana athari kubwa kwenye masomo, si ndio? Sasa tuseme ukapewa nafasi ya kumshauri kijana aliyeko chuoni, kijana mwenzako, ungemwambia nini kuhusu mapenzi chuoni? Mimi ningemshauri afuate moyo wake anachotaka. Unaweza kumwambia hapana, usiwe na mtu fulani, kumbe ndo Mungu amemwandikia. Au unaweza kumwambia kuwa na mtu fulani, kumbe ndo huyo atamvunja vunja. Tuseme tu ni mipango ya Mungu. Yaani afanye anachotaka. Do what your heart wants. Mwingine atakwambia kwamba mimi bila mpenzi kwa kweli siishi, siwezi kusoma vizuri. Kwa hiyo ndo maana nikasema mtu akiona maisha yanamfaa, maisha ya design fulani, na yaishi hayo maisha. So vijana wangu wa nguvu sana, hapa nina quick questions ambazo nitahitaji mjibu. Je, la kwanza, kuna mapenzi ya kweli chuoni? Hapana. Hapana kwa nini? Kwa nini useme hapana? Na wewe hujawahi kuwa kwenye mapenzi? Wengi wape. Tunasema kwamba wengi wape kwa sababu gani? Walio wengi wanasema hakuna mapenzi ya kweli, ndio tuwape hao walio wengi. Au na wewe wengi wape? Mimi sina jibu kamili, ila inategemea. Okay, jibu linategemea. Unaweza kusema hamna mapenzi ya kweli na kuna mtu akapata mtu wake sahihi. From chuo akaenda wote mpaka ndoa. Na kunaweza kusema hapo ndo tumesema hapana. Au kuna mtu mwingine anapata sahihi hapo. Kwa hiyo you can't trade it, ila at some point mimi naweza kusema hapana. Sawa. Swali langu lingine, wanaume wa chuo hawako serious, maana wadada kwa kuwablame wanaume hatujambo. Obviously hawapo serious. Kwa nini? Kwa nini hawapo serious? This level kila mtu anasoma, kila mtu anitafuta. Sasa lakini siku na wale wenye malengo. Malengo yapi? Wewe umeniambia mwenyewe kwamba kuna yule anaweza akapata mtu sahihi hapo. Akapata mtu sahihi ndio, ila ni ila mimi ninachojua wanaume wako serious, ambao hawako serious ni wanawake basi. Okay, sasa hapo kwenye ambao wako serious ni wanawake. Linakuja swali langu la tatu. Wanawake wa chuo ni wako after pesa tu? Ndo maana yani ndo kinachofanya uone hawako serious au ni nini? Hapana. Siwezi kusema wanawake wa chuo wako after pesa kwa sababu mimi hakuna mwanamke ambaye ashawahi kuja kwangu anaomba pesa kwa mahusiano. Ndo maana mimi nitabaki kwamba hawako nini? Hawako after pesa. Na wewe hebu tutetee wanawake. Tuko after pesa au vipi? Mimi siwezi kusema uongo. Kama mwanamke anakuelewa, tunajuana. So lazima hatutomba pesa sana. Na kama hajakuelewa, atago after money mpaka ujue. Lakini pia wanaume inabidi waelewe kwamba mimi ni mpenzi wako, lazima utoe pesa, lazima ugaramie. Inabidi tuelewe pia ni wanafunzi wote. Yeye hafanyi kazi yoyote. Okay. Yeye hafanyi kazi yoyote. Hana sehemu ya kupata source of money. Inabidi tuelewe. Ndio inabidi tuelewe. Ila pia ndio hivyo. Kama mwanamke anakuelewa, the percent ya kukomba hela haitakuwa kubwa. Na kama hakuelewi, mahitaji madogo madogo tu, lazima utahudumia mpaka uchoke. Na my last question, ukidate chuo ni lazima umie? Hapana, sio lazima umie. Kwa nini? Na umeshasema percent kubwa ni gusa achia. Sasa wewe mwenyewe unaelewa kabisa the situation, ni gusa achia. Kama unajielewa, wewe mwanamke unajielewa, lazima uweke hiyo kichwani. Kuna kujielewa, lakini at our first conversation ulisema sisi wanawake tunaenda kwa hisia. Ndio ushazama. After that ukishazama, kwanza inabidi kuna zile precaution, huyu jamaa yuko serious. Kwa mwenyewe si red flags tunazijua. Kila mtu anaelewa red flags, green flags. Kila mtu anaelewa. Sawa. Mwenzetu ambaye hujawahi kuwa na mpenzi chuo, natuambiaje? Ukidate chuo lazima umie au hauna comments? Kwa kweli sijajua, ila nawaona wanaoumia na wengine wanaoendelea. Wanaofurahia. Kwa hiyo kuna kufurahia na kuumia. Mimi naona wanaofurahia na wanaoumia, obviously naona sana. Okay, sawa. So, ungependa kuongezea nini labda kuhusiana na hii mada yetu? Mada ya mapenzi chuoni?
Mimi ningeshauri mwanafunzi wenzangu, wewe fanya moyo wako unachotaka. Okay. Yeah, at this age kila mtu anajielewa. Hamna mtoto mdogo sasa hivi. Paka umefika chuo kikuu, you are 18 and above. Kwa hiyo unajua what is right, what is wrong. Kivunjwa moyo, at some point it's bad, ila it's part of learning. Stand up, walk again, nenda. Maisha yanaendelea. Kutokana na makosa. Yeah. Na mimi ningependa kuambia kwamba kabla mtu hajaingia kwenye mahusiano, kwanza wasikurupuke. Waangalie mahusiano hayo wanayoingia yatawafikisha wapi. Nadhani waangalie hata akianza mahusiano, angalie kama kutakuwa na nini, ushirikiano, yani supportiveness. Nadhani hiyo. Sawa, so back kwenu wadau wetu wa The Youth Talk Podcast. Tunapenda kuwakaribisha sana kwenye comment section, mtoe comment au kama kuna mada mngependa tuiwasilishe hapa kwenye podcast yetu. Karibuni sana, tunapatikana TikTok, Instagram pamoja na YouTube. Usisahau kulike, comment na kusubscribe. Asanteni.